Naenda kuzungumza na baba boda. Baba boda ni nani? Kwa nini wako hapa leo? Wao ni wakina nani hasa katika tamasha hili ambalo leo tunalifuata na bado tunaendelea hapa? Habari njema. Tuko hapa kwa ajili ya kuzungumza na baba boda. Tumesikia baba boda hapa. Sidhani kama tumekosea. Hujakosea kabisa. Mimi naitwa Baba Bora, mkazi wa Chanika, na pia rafiki wa mazingira. Kwa nini rafiki wa mazingira? Tumebuni hiki kwa kushika kamba hii baada ya kuona kwamba hizi kamba zimeleta madhara katika jamii. Kwa mfano, ukienda pale Ilala wanatupa kamba ovyo. Baada ya hapo watu wanazitegwa, wanaanguka zile kamba, wanaanguka chini, wanapata madhara, wanasoma na misumari, wanapata madhara makubwa na kupoteza maisha. Na hivyo tukaangalia mazingira hata ya Chanika. Tumegundua vile wanakotekea vile visima sio salama. Wengine watengenezee kamba ndio salama ili uwe kudumu, unapokuwa umeisha inachoma moto ndio kufa dharura. Kwa hiyo Baba Bora ni rafiki wa mazingira. Unaelewa dada? Baba Bora ni rafiki wa mazingira. Baba Bora ni rafiki wa mazingira. Ilikuwaje Baba Bora mpaka akaamua kufanya namna hii? Idea ilianzaje? Ilikuwaje? Baba, ilikuwaje kama Baba Bora? Baba Bora kwa nini nimefika mahali nianze kijiji baada ya kuwa nafanya huduma pale Ilala, nikakuta dada mzuri kabisa ametoka kwenye gari yake. Alipotoka kwenye gari kulikuwa na maji yanatembea. Aliporuka yale maji akajikwaa ile kambi kamteja miguu akadondoka chini. Baada ya kudondoka chini, kumbe amechomwa na msumari. Msumari wa aina ya tetera, hakujua kama baada ya hapo amechelewa, hakuenda kwa wakati. Ile dada kupata maisha sababu tetanus kanda mwilini, kwenda kuona hospitalini imecheleta madhara. Kwa hiyo la kufanya hamna njia nyingine pekee ni kukusanya vijana na kusokota hizi kamba ili ziweze kutumika kwa sehemu mbalimbali, kupitia mizigo, hata baharini, hata kwenye boti, sehemu mbalimbali. Kwa sababu rafiki Baba Bora ni rafiki wa mazingira, ninaamua nikusanye vijana na kwa sababu shirika letu ni zuri na linawapenda watoto, linawapenda kina mama, kupinga ukatili wa kijinsia, nikaamua nikikite humo ili nitoe elimu hiyo. Kwa ajili ya kwanza hapa ila hawezi mamangu pia ni mchungaji na pia nasaidia wafungwa. Umeelewa? Basi kuleta ile wetu kwa wewe. Umeelewa? Mungu akubariki. Mimi nashukuru na wewe dada mrembo, ili ujumbe ufike apate wanadamu kujifunza. Umesema hii ni kama ndio. Yaani taasisi ya ukatili wa kijinsia au taasisi tunaitaka Baba Bora zimefika tabia Tanzania. Kwa mfano kwa mimi nakotoka sehemu za Kibondo, kuna taasisi ambayo imeenda kusaidia watu wanavyoweza kupata matatizo kwa wake zao, kuleta ukatili, mtu anampiga mke wake, kustahili mpige mke wake. Lakini kwa kupitia Baba Bora hili limetoka, baba anaweza kumsaidia mkewe, anaweza kupiga deki nyumba, anaweza kupokea mke wake, ikawa ni raha katika familia. Taasisi
wanakuja, lakini wanafikiri kama huwezi kukata tamaa kulingana ile kazi yenyewe unakuta ile kamba uchafu. Unabidi kutolewa kule ziliko zikoshi vizuri kabisa. Sasa wengine wanakata tamaa. Lakini baada ya kitambo kidogo utakuwa na listi iliyo sahihi. Sisi tutakayehitaji ile listi ya kuonyesha. Ndio. Upande wa pili tunamwona Baba Bola mwingine amesimama upande wa kabisa. Yeye atatuambia changamoto zikoje hasa katika uanzilishaji wa taasisi hiyo ya Baba Bola. Changamoto zikoje? Tunaona kwamba Baba Bola inashirikiana kabisa mkono kwa mkono na nimeona t-shirt zao hapa, nimeona